na toleo hukutaka, lakini mwili uliweka tayari, uliniwekea tayari sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Kumbe pamoja na hayo, sadaka zile za kuteketezwa Mungu hakupendezwa nazo. Sadaka za kuchinja ambazo mpaka wengine wanaendelea nazo, Mungu hakupendezwa nazo. Wakasema mwili uliniwekea tayari, yaani mwili wa Yesu uliwekwa tayari uwe sadaka katika Agano Jipya kwa ajili ya wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo popote unaposikia sasa hivi ukikutana mtumishi anakuambia imekupasa kutoa sadaka kwa ajili ya dhambi, jua ni uongo. Kwamba akikwambia leta mnyama tuchinje kwa ajili ya jambo fulani, jua ni uongo. Anasema Mungu hakupendezwa nazo. Kama Mungu hakupendezwa nazo na damu ya Yesu ilikuwa haijamiminika, je, sasa hivi damu ya Yesu imemiminika, atapendezwa nazo? Manake tayari kitu kilichopona kimekwisha kuja, kilichokuwa dhaifu hakina kazi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna uongo mwingi umetokea kwamba watu wanaweza kufanya kafara ili waweze kufanikiwa. Tunajikumbusha, maana mafundisho ya uongo yatatokea kila wakati, lakini tukirudi kwenye maandiko tunayapima, tunaona ni uongo. Kwa hiyo nyakati hizi wewe mtolee Mungu sadaka kwa moyo wa kupenda na Mungu ataibariki sadaka yako. Mtolee Mungu kwa moyo wa hiari, mtolee Mungu sadaka kwa moyo wa kuchangamka, mkunjufu, wala sio kwa shinikizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Msema mstari wa 7, ndipo niliposema tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia hapo kwenye gombo la chuo nimeandikiwa, yaani ukiona mahali kuna Biblia imeandika alafu ikafunga mabano, manake nafafanusha kilichotoka kwa ufasaha, yaani hicho kimefafanuliwa kwa undani kutoka hapo, kwamba anasema ndipo niliposema tazama nimekuja. Huyu ni Yesu, lakini Paulo anafundisha akimzungumzia Yesu aliposema tazama nimekuja. Katika gombo la chuo limeandikwa. Gombo la chuo ni vitabu vyote ambavyo vilikuwepo, ambavyo vilitoka kwa Mungu kabla Yesu kuja, ndio vinaitwa gombo la chuo. Leo vimeunganishwa na vitabu vilivyokuja ambavyo Yesu ameshapita, vitabu vya Injili pamoja ikaitwa Biblia. Lakini kale hakukuwa na Biblia kama ilikuwa inaitwa gombo la chuo. Kumbe kwenye gombo la chuo haya yote yanayoendelea leo yalikuwa yamekwisha kuandikwa kwamba Yesu atakapokuja, mwili utakapowekwa tayari, watu wote watapata ondoleo la dhambi kupitia mwili huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uwe na uhakika ondoleo la dhambi lipo, ni yafanye mapenzi yako Mungu. Kumbe Yesu alikuja kuyafanya mapenzi ya Mungu. Hapo juu asemapo zabibu na matoleo ya sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka wala kupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru Torati, ndipo aliposema tazama nimekuja niafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi asimamishe la pili. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Haleluya. Kwamba mwili wa Yesu kutolewa ilikuwa ni faida kwa ajili yetu, ilikuwa ni faida kwa ajili ya kanisa, ilikuwa ni faida kwa ajili ya ulimwengu. Mwili wa Yesu kutolewa ulikuwa ni faida kwa ajili ya kanisa, kwamba alipokuja akaondoa agano. Agano la kwanza lilifanyika kupitia damu za wanyama, lakini agano jipya linafanyika kupitia damu ya Yesu Kristo. Sasa kama agano jipya limefanyika kupitia damu ya Yesu Kristo, hakuna damu ya wanyama tena inaweza ikasimama kwenye agano jipya la damu ya Yesu. Kwa hiyo ukiona popote katika kizazi hiko anakuambia toa kafara, damu imwagike, jua huyu anaishi kwenye agano la kale, na akienda mbali zaidi anakuwa ni mganga na ni mchawi. Ndoa mganga wanafanya hivyo mpaka leo. Kama mwahi kwenda kwa mganga, utakuta ndo wanatamani kutoa kuku. Kwa nini? Kutoa ng'ombe. Kwa nini? Kutoa kondoo. Kwa nini? Hadi wanatoa kafara za watu. Kwa nini? Kwa sababu wanajua thamani ya damu bado inaweza kutenda kazi ya hivyo vitu. Lakini sisi kwetu tunayo damu mpya ya Yesu Kristo.
Kwa hiyo tukifanya hivyo hatutakuwa tofauti na waganga. Kama waganga wanatoa kafara za wanyama ili wafanikiwe, wanatoa kafara ili labda kuosha nyota za watu, wanatoa kafara ili kufanikisha biashara, wanatoa kafara labda kuinua watu wawe viongozi. Sisi hatutakiwi kufanya hivyo. Tunatakiwa kuiamini tu damu ya Yesu, itambue thamani iliyomo katika agano jipya la damu ya Yesu, na ukitambua una uwezo wa kwenda mbele za Mungu, hata ukamwomba Mungu kupitia thamani hiyo, kwamba kumbe kuna agano jipya Mungu na kuja kiagano jipya zidi kama kiagano la kale. Ninatambua ulichokifanya msalabani, mlilie Mungu na Mungu anakuonekania. Bwana Yesu asifiwe sana. Agano jipya ni zuri sana, ambapo tukimjua Mungu kutokea kwenye nafasi hiyo tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Lakini Biblia inaendelea kusema maneno haya, kupitia damu ya Yesu alikuja kuondoa dhambi, tumepata utakaso. Nataka nikwambie kitu kigumu au kitu ambacho hata shetani hawezi kufanya ni kuleta utakaso juu ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kitu ambacho shetani hawezi kuiga, shetani hawezi kukopi, shetani hawezi kufanya mbadala wa kitu hicho. Hiki kitu ndicho ambacho kimefanya Kristo afe msalabani. Yaani lengo kuu la Kristo kufa msalabani ni kwa ajili ya kuiondoa dhambi katika maisha ya mtu. Akishaiondoa dhambi, hata yaliyosababishwa na dhambi yataondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukienda hospitali utanielewa hivi. Unaweza kuwa unauma mguu, unasikia mguu unauma sana, lakini kumbe ni kisukari. Miguu imevimba na kumbe ni kisukari. Kwa hiyo wakitibu miguu, wanatibu kisukari. Kikiondoka kisukari, miguu inakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa unauma kichwa, kinauma kichwa, kumbe kichwa sio shida, kuna shida nyingine. Kumbe matatizo watu wanaopitia shida ni dhambi. Dhambi ndio Kristo akaja ili atakase dhambi. Akiondoa dhambi, hata maagano yote yaliyokuwa yamefungamanishwa na dhambi yanaondoka. Shida ni kwamba watu hawajajua thamani ya damu ya Yesu na namna ya kuiendea, wameichukulia kama kitu cha kawaida. Jana nikawa ninafundisha mahali huko, naambia msizoee damu ya Yesu kwamba ni damu ya kuanguka na kuja kutakaswa, damu ya kuchezea. Ni kitu cha thamani kilichogharimu maisha. Fikiri binafsi kama wewe, moyoni mwako tafakari neno hili, kwamba kama wewe ungesimama kwenye nafasi ya kuwekwa msalabani mahali kama hapo juu, utundikwe ufe, alafu uje mtazame mtu amekuja akapata msaada kupitia kifo chako, alafu akatoka akaanza kufanya mabaya tena, kesho akaja kutazama kifo chako, wewe unaendelea kupigwa, kuteseka. Kuna wakati utafikia tu utasema sasa wewe unaidharau hii damu. Ndicho kitu ambacho Mungu anakitazama kwa watu. Ndio maana anasema mtu anapokuwa ametakaswa moyo hatakiwi kurudi kwenye dhambi. Kwa nini watu wanarudi kwenye dhambi? Hawajatambua thamani ya kile walichokipokea, kile ambacho ni cha muhimu. Thamani ya kile ulichokipokea kitakufanya ubaki kwenye utakatifu, ulinde. Hatui watakatifu labda kumfurahisha Mungu. Tunakuwa watakatifu kwa kutambua thamani ya kifo cha Yesu, kwamba ili gharimu Yesu kifo. Kwa sababu hiyo sisi lazima tuishi maisha matakatifu, lakini pia tunapoishi maisha matakatifu ni kwa ajili ya faida ya watu wanaotufuata, hatuwezi kuwakosesha. Fikiri Yesu angeishi maisha matakatifu, hata mimi nakiri kweli Yesu asingeishi maisha matakatifu, hata mimi nisingemfuata. Lakini kwa sababu alikuwa ni mfano wa maisha matakatifu, ndio maana kafanya watu wengi waweze kumfuata. Kwa hiyo mfasi wa watu kwetu na kumfuata Kristo tuene ni kutokana na kutambua thamani ya agano jipya ya damu ya Yesu na utakatifu tunaoishi. Watu hawafuati mtu, wanafuata kile ambacho kiko ndani yao. Watu hawafuati mtu, kila mtu yuko sawa, lakini ile thamani ya kitu ulichonacho unapokibeba kwa thamani, hicho kinazalisha thamani ya kukuinua wewe na kukutambulisha wewe, na kikisha kutambulisha watu watakufahamu. Kwa hiyo wewe utafute Bwana kwenye
ya utakatifu, kutambua thamani ya damu ya Yesu kwenye Agano Jipya, afu uone watu watakuja kwako. Utasema, mtumishi, wewe mbona hata watoto wako hawaugui? Tupe siri. Utaambia siri ni damu ya Yesu. Mbona wewe vitu vyako vinaenda? Siri ni nini? Siri ni damu ya Yesu. Utawafuta wengi kwa kwako. Lakini unapoiacha labda damu ya Yesu, unarudi tena kwenye mazingira machafu. Unapoacha damu ya Yesu, umepitia kwenye changamoto fulani, labda unakimbia hata kwa waganga, unakimbia kwa watu wa kusomea dua, unakimbia kwa watu wa kupigia lamu. Hapo Yesu anakaa kimya kabisa, wala hakusaidii. Maana akikusaidia utaona ni waganga wakusaidia. Kwa hiyo tutambue thamani ya damu ya Yesu. Lakini 12 inasema hivi, lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa 13, tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe chini ya miguu yake. Kwa hiyo kumbe, kupitia hili jambo la Yesu Kristo kutengeneza Agano Jipya, kuna uadui uliokuwa unatawala katikati ya watu ambao walikuwa wanafanya dhabihu za matoleo ya ng'ombe, ndama, mbuzi. Uadui huo ulikuwa bado una nguvu katika maisha yao. Ndio maana kila mwaka walikuwa wanatoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wakitoa dhabihu zinafutwa dhambi ambazo wamekwisha kufanya, lakini kumbukumbu lipo tena, wanajikuta wameendelea kutenda dhambi. Ule uadui ulikuwa haujafa moja kwa moja. Adui wa kwanza wa mwanadamu ni Shetani, na Shetani ndiye anazalisha dhambi ndani ya mtu. Kwa hiyo ule uadui ulikuwa hujafa, lakini Kristo alipokufa msalabani akaweka uadui huo chini ya miguu yake. Kwa hiyo unapokuwa umeingia kwenye Agano Jipya, umeingia kwenye ufalme wa Kristo. Alipo Kristo juu ya ufalme wa giza, naona kuwa juu ya ufalme huu. Shida inakuja ni kwamba wengi wamejiunga kwenye dini kama taasisi, lakini hawajiunganishi kikamilifu katika ufalme wa Mungu, ili haya yawe sehemu ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba unapojiunganisha kikamilifu kwenye dhabihu ya damu ya Yesu, unapojiunganisha kikamilifu, hakuna cha kukuzuru chochote. Haleluya. Hata wachawi hawawezi kukuzuru, hata Freemason hawawezi kukuzuru, hata nguvu za giza hawawezi kukuzuru, kwani uko kwenye agano la damu ya Yesu. Haleluya. Kwa sababu adui wamewekwa chini. Lazima ujue mamlaka. Hapa ndipo inapozaliwa mamlaka. Mamlaka haiji kwa kuongea maneno mengi. Mamlaka inakuja kwa wewe kukaa kwenye nafasi yako. Unapokaa kwenye nafasi yako na kutambua nafasi yako, hapo ndipo mamlaka ya Mungu inatenda kazi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Nadhani tuendelee mstari wake wa 14. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa na Roho Mtakatifu, neno amshuhudia. Kwa maana baada ya kusema hili agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika, ndipo ninenapo dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Haleluya. Kumbe tunaona kitu kingine ambacho Paulo anakifafanusha, ambacho hata mimi leo nimepata ufunuo kutoka kwa watu